wake zenu wana njaa, na hii njaa msipowashibisha nyie watatafuta pahala pakula njaa hii, na kila atakayekamata huyu atakuwa ni mbora aloelezewa na Bwana Mtume Muhammad. Ni njaa zipi hizi? 3. Njaa ya mwanzo ya mwanamke utakapomuoa, kajitoa kimasomaso, anakuja kwako, hajui utamlaza chini, hajui wazazi wako wakoje, hajui mwili wako ukoje, kaja tu bila kuuliza, kakubali. Basi mwanamke ana njaa, na njaa yake ya mwanzo, mwanamke anahitaji true love, mwanamke anahitaji hubban jamma, mwanamke anahitaji kupendwa. Mwanamke hii ndio shida yake, kupendwa. Ufanyeje ili uwe umempenda mkeo mpaka mke aseme mimi nimependwa? Ufanyeje? Maana kuna vitu viwili, kuna kuhudumikia na kupenda. Hapa wanaume tunachanganya. Mara nyingi mwanamke alalamika, huwa la yuhibbuni abadan, hata hanipendi mume wangu, na wewe unatoa macho, hana shukurani huyu. Nilikuwa nimemtafutia gari tena la mkopo atembelee, alikuwa ataka biashara, nimempa milioni 10. Sasa nimemjengea nyumba Chanika huko, nimpendeje? Ama hakika wewe unahudumia, bado hujapenda. Responsibility ni yako, hayo ni majukumu yako. Kwani wewe hujagundua mtu kampa mtu ujauzito, kisha akazaa mtoto wa nje, akaenda mwanamke ustawi wa jamii kushtaki, kanizalisha hudumii, wewe utapeleka pesa. Sasa ukienda kuhudumia ndo unapenda? Ni out of love, unatoa bila kupenda. Kwa hiyo msione kuhudumikia ndo nimependa, bado hujapenda wewe. Hata watoto baba hatupendi, asema nimewawekea wana school bus, wanasoma international school, niwapendeje? Bado hujawapenda. Mwanamke kupendwa kwake ifrighi alwaqti ma'aha, ni kutoa muda wako pamoja naye. Mwanamke anahitaji wakati wa Islamu. Hiki ni kitu ghali kwa mwanamke, ni kitu muhimu sana. Sisi tunatoka saa 12 asubuhi, unakuja Shauri Moyo kuuza spare, unaondoka saa 4 usiku, na ukirudi huendi nyumbani, unaenda mpirani au maskani ya kahawa. Na kama utaenda nyumbani, unaweza kuanza kufungua FB, unaanza kuchati au kwenye kompyuta. Kuna watu haya mambo ya mke na mume hawana haja nayo. Mwanamke mpe muda, na miongoni mwa kumpa muda ni out, toka naye, ni haki yake hiyo. Mtume alitoa muda kwa Sayyidatuna Aishatul Kubra, yanaye uwanjani, akatoa muda tena akaenda kuoga naye Bwana Mtume Muhammad. Hata ukimuoa Mtume asema kama ni bikra, mpe siku 7, mpe muda, kaa naye hizi siku 7. Kama ni thayyib kishaolewa, mpe siku 3. Sio anaolewa leo ushaanza kusambaratika, na mpe muda. Mwanamke anajisikia fahari pale unapotoka naye, akaulizwa na shoga yake, man hu, huyu nani? Huwa zauji mar'iyya, huyu ni mume wangu. Akapongezwa, shukran, asante, asante, haya Mungu basi anajisikia burudani. Kwa nini tumpe muda? Tumeshawahi kusema kwa siku moja mwanamke anazungumza maneno 20,000, mwanaume anazungumza maneno 6,000. Na katika maneno ya mwanamke hakuna point hata kidogo, ni porojo. Na wanaume wengi hawataki kusikia porojo za wake zao, wanataka point. Lakini ulama wanasema mwanaume bora kabisa ni yule anayetoa muda maalum kusikiliza porojo za mke wake, kwa sababu usipotoa huo muda, wapo watu watautoa muda kwa ajili ya mkeo. Wanasema mwanaume atakapokula, akitenda tendo la ndoa, basi huwa anatoa sumu mwilini mwake. Na akiwa hatendi tendo la ndoa, mwanaume anaweza akawa kisirani au akawa mgonjwa. Wapo watu fulani alikuwa haishi kuumwa, lakini tokea tumpe mke au tokea tumpe mume, hii ni uzima mkubwa. Na mwanamke ana sumu mwilini nyingi, kadri anavyozidi kula anaingiza sumu. Iktashafna, tukagundua tena sumu za mwanamke mwilini zinatoka kwa kuongea sana
na kusikilizwa sana. Kitaalamu wanasema mwanamke anayezungumza fact point kila saa. Wapo wanawake, mimi sitaki kuongea sana kama Waswahili kwa sababu wamesoma, wanasema huyo ana upungufu wa akili. Mwanamke kila kitu ni point. Ukiuliza tu, inshallah tutajenga, inshallah tutasomesha watoto, point. Wanasema mtimilifu ni yule anayepata muda wa kusikilizwa na kuongea sana. Aongee sana, kwa sababu akiwa haongei sana mwanamke, athari anazozipata wanasema anaweza akawa kisirani, akawa kiburi, akamchukia mtu bila sababu, akanona hovyo, bali ikawa too much mpaka mzunguko wake wa hedhi ukaenda vice versa, kwa sababu hakupata mtu wa kuzungumza naye. Wewe ndo tabibu wake. Ilitokea Kenya huko, mama wa umri miaka 63 kishaza, ana watoto mainjinia nje ya nchi ya Amerika, Thailand na wapi na China, wamefanya mambo makubwa. Kaachiwa urithi na mumewe, sababu zote za raha wanazo katika nchi yao. Anakwenda kazini bibi yule, akirudi anafunguliwa geti na mlinzi. Lakini cha ajabu, yule mama miaka 60 na akaja kuolewa na kijana mdogo wa miaka 20. Ama watoto walihamaki. Anasema ukijua kiama ndo hichi. Umekosa nini mtu mzima wewe ulokosa haya? Hasa ulichokosa ni nini? Ukitaka chochote si tunakupa. Umekosa nini mama? Kababa kadogo kama haka tunaweza tukakaita kababa sisi haka. Mama akasema mmeuliza sali kubwa sana. Laqad sa'alta an adhim. Nilichokosa mimi nimekosa upendo. Nimekosa mtu wa kunipenda. Maneno mazuri kwa mwanamke ni ghali, ana thamani kuliko hata nyumba ya almasi na dhahabu. Nataka mtu wa kunipenda, nikirudi kazini anikemee. Umechelewa wapi? Ulikuwa wapi? Mwanamke anataka kupewa muda, kuzungumza naye, kukaa naye. Hii ni njia ya mwanzo. Kachukue time leo, kaa naye, zungumza naye, toka naye mke wako. Si umemuoa? Kitu cha pili, mwanamke anahitaji care, anahitaji umjali mwanamke. Ndo pale Mtume katika hadithi akasema, kumjali kwenyewe, mvishe pale unapovaa wewe, mlishe pale unapokula wewe. Mwanamke anahitaji kudeka. Katika kumjali, angarau ukarudi nyumbani ukamshika mkeo, mbona joto limepanda? Vipi unajisikia? Anajisikia homa, hebu niletee paracetamol pale anywe huyo. Kamchukulia dawa, ukamsimamia zinywe. Mimi siwezi. Anaweza, lakini nataka kudeka kidogo. Wanasema kudeka sio kazi, lakini kazi kumpata huyo darueshi atakayemdekeza. Analetewa vichipsi, ana homa, utakula huli? Mimi bwana siwezi. Basi nitakusaidia zisiharibike. Ndio anazila hivyo, hamna hata kumbembeleza. Ukimpigia mkeo simu kutoka kazini, halo mama fulani, kushakunywa dawa? Ndiyo. Nipe huyo binti yako niongee naye. Kala dawa? Kanywa uji? Haya basi. Wallahi halijaisha lile, atanyanyua simu, atapiga kwao, baba fulani kanihimiza ninywe dawa, mashaallah, atakupenda. Na huko ndo kumroga mwanamke kwa kheri. Mpe chochote kidogo, inshallah kheri. Mkeo kamnunulia sketi ya blue au nyekundu, akitoka nayo barabarani akaulizwa na wanawake wenziwe, minaina laki hadha, hai baibui nzuri umepata wapi? Amenunulia mume wangu. Hata yule anayemuuliza anapata ghera na anapata wivu na hasadi mambo yao, kwa sababu tabia zetu Mungu atusamehe. Ukimwona mwanamke ana smartphone, ana iPhone, ana simu nzuri, ukimwona mwanamke nywele zake nzuri, hajapendezeshwa, wanajipendezesha. Ukimuuliza kitenge hiki umetoa wapi? Nimeuza ndizi. Wanateseka sana wanawake. Mtume hakusema hivyo. Na wanaume wanajisahau. Akimpata mke ana kijishughuli chake, basi anasahau kila majukumu yake. Huku ni kumdhulumu mwanamke. Mbegu ya tatu, Israel, hubbu tahsudul hubb. Ya mwisho, anahitaji security mwanamke. Mwanamke anahitaji ulinzi. Uwe mkali angalau kwa dada zako.
kabati la mke wangu limefunguliwa bila ruhusa yake, kitenge umechukua hujamuomba, rudisha, naomba mumheshimu, huyu ni wifi yenu. Mwanamke anajisikia faraja, ananilinda. Unamkuta mtoto wa watu na hijabu zake kasemwa, katukanwa, vyumba vya kupanga, anakushtakia, anajua wewe ndo mlinzi wake. Baba fulani leo amenisema umezidi, usiniletee ilikuwa wakupige hasa. Mwanamke anahitaji security. Mwenyezi Mungu atujalie wanaume tusiwe na mioyo ya kijabari ndani ya ndoa zetu.